ni ramani tu, hakuna kinachoshindikana mzee wangu. Huyo mtu alikwambia kuwa anaishi hapa? Hapana, ila mimi najua kuwa anaishi hapa. Anaitwa nani? Najua yuko hapo ndani ananisikiliza. Naomba tu nipishe niongee naye. Hayo ni mawazo yako, tusifanye chochote yule mwanamke. Kwa hichi chumba kimekuwa eneo la utalii siku hizi au? Alifuata nini hapa ndani? Kwani hiki kuna lazima mimi kuambia mambo yangu? Hapana, sio lazima. Ila mimi kama mtu wako wa karibu sitamani kuona wewe unapotea. Yule mwanamke ni mwanga, hakufai mwanangu. Sio geni, najua. Kwa hiyo unajua kwa yule ni mchawi na bado unagandana naye? Kwa hiyo siku hizi umeanza kuingilia mahusiano ya watu au? Jolo, uko timamu kweli wewe? Niko sawa kabisa, na ndio maana nakuuliza, umetoa wapi haki ya kuingilia mahusiano ya watu? Kwani hao wachawi hawana haki ya kuwa wake au waume za watu? Na je, vipi kuhusiana na mimi? Ni mwanga au sio mwanga? Kwa hiyo unataka kuwa mume wa mchawi, si ndio? Wapemba hujuana kwa vilemba. Vipi? Na wewe ni mwanga au? Mimi nilitimiza kama wewe ulivyohitaji. Ila wakati narudi nikakutana na wale jamaa wakaninyang'anya. Na sio kama nilikaidi. Kwa hiyo pete ipo na Timundi kwa sasa? Ndiyo. Unaweza kuniambia hiyo pete na kazi gani? Mimi sijui, ila inavyoonekana ina umuhimu mkubwa sana kwake. Sawa, nitakurudia. Kazi yako ni kufuata maelekezo tu. Nimekwambia ukiwa nayo hiyo, hamna nguvu zozote za giza zinaweza kuzoa. Umeota mbaya sana siku hizi au si? Hapana mzee wangu, kuna ile jambo nilikuwa nalipambania, hata hivyo lishaka kwenye mfumo, tutenda sawa. Ni wiki ya pili sasa hizi hujachukua mzigo. Unafikiri tutaishije? Kama unajitoa tuambie sasa tujue kama umetoka. Unaenda mbali mzee. Hata hivyo kesho jioni ndio nichukue mzigo, maana nina simu kibao sana za watu. Nadhani nitafidia kwenye mauzo, hata usijali. Mfuatilie julikana yuko upande gani. Na kama yuko nje ya timu, hatua za kuchukua zinajulikana mbona? Sawa. Nani? Titimundi. Siona naye muda kidogo. Anasemaje? Sawa, mida basi.
tutakutana ili tujue tunafanyaje. Sawa. Unaweza ukanijaji vyovyote vile ambavyo unajisikia wewe, lakini hiyo haiwezi kusababisha mimi nisikwambie ukweli. Sawa, ukweli wako nimeusikia na siuhitaji. Asante kwa ukweli wako, na kama una ukweli mwingine wowote ule unaohusu maisha yangu, tafadhali baki nao, sina shida ya kujua. Nadhani tumeliona vizuri sana. Naomba nikuulize kitu na ninaomba unijibu. Unampenda yule mwanamke? Sasa kama nampenda wewe, inakuhusu nini? Sawa, inaweza ikawa kweli mapenzi ni upofu, lakini kuna jambo nataka ulijue kuhusu yule mwanamke. Ukiachana na upande wa Titimundi, yule mwanamke ni shemeji yako. Hebu ngoja kwanza. Kivipi hapo? Sija kuelewa. Nashukuru kwa ukweli wako, na kama una ukweli mwingine wowote ule kuhusu maisha yangu, baki nao tu, sihitaji kufahamu. Hii ni nukuu ya maneno yako. Sasa unataka kurudi pale magetoni? Vipi kuhusu yule mwanamke wako? Utampeleka wapi sasa? Nishapata njia ya kuachana naye. Wewe yaani wachana na yule mwanamke? Ashi, kwa jinsi anavyokupenda yule mwanamke, wewe unadhani utampata wapi mwanamke anayekupenda kama yule? Usilojua ni usiku wa giza, ndugu yangu. Wewe nielewe tu, pale natakiwa kuondoka, sio kwangu pale. Mwenye napo anapataka. Kwani kakufanya kitu gani hasa cha ajabu yule mwanamke? Maana sijakuelewa bado. Katika kichwa changu nilikuwa naona kabisa nyinyi ndio mfano sahihi wa wale watu wanaopendana. Ni kama vile mapenzi yaliumbwa kwa ajili yenu. Siku tukimaliza haya mambo, nitakaa nikupe story vizuri, ila kwa sasa tuliache kwanza hili jambo. Sawa, karibu magetoni. Au sio? Basi ngoja nikaendelee kupambania mambo fulani hivi, kisha nitakujuza lini narudi. Sawa. Naona sasa umeshindwa kabisa kuishi hapa ndani. Mimi mwenyewe sijawahi kuingiza mwanamke huko ndani. Wewe kama nani umethubutu kufanya hivyo? Bro, sio hivyo. Hata mimi sijui mwanamke amepajuaje hapa, na sio kama najuana naye huyo. Hivi Mashaka, mimi unanionaje? Kama mtoto au? Hujua naye kivipi wakati mtu kaja mwenyewe mpaka hapa ndani? Huyu mwanamke nilikutana naye baada ya kukamatwa na kina Titimundi, na yeye ndo aliyekuja akanisaidia. Mwanamke akusaidie kivipi? Huyu mwanamke sio kawaida bro, ni kama shetani. Wewe muonage hivyo hivyo. Shetani tena? Na kwa nini akusaidie wewe, mtu asiyekujua? Alikuwa naye anaitaka ile pete. Pete tena? Au tumepoteza kitu cha kutuletea mali? Kwa nini hiyo pete imekuwa ni issue kupambaniwa kiasi hicho? Inawezekana ikawa hivyo, lakini mimi sitaki kusikia kuhusu hiyo kitu bro. Uhai ni muhimu kuliko mali. Kivipi tena? Kwa nini sasa hujaifanyia majaribio? Huwezi amini, ile siku nimetoka tu pale kwenu nikapalamiwa na kibaka, akaniibia. Yaani nimehangaika kuitafuta mpaka nimeipata. Wewe acha tu. Ni bora kama hakuivaa, maana hiyo wewe unavaliwa na mtu huyu kulingana na masharti husika. Akiivaa mtu mwingine inaweza kumtoa uhai. Na aliivaa kweli wewe, kilichompata hata sio cha kusimulia. Si anaishi lakini au?
Hata sijui mahali ulimwacha pale pale akiwa kazima. Ungejaribu kufuatilia, maana huwa ana tabia kuishi na nafsi yake na inaweza ikabadili kusudi lake. Kusudi? Unamaanisha nini? Yaani kama ulichukua kwa wema, inaweza kukufanya uweze kuina raha kufanya maovu, ila inategemeana na roho ya mtu aliyekufa alikuwa ni mtu aina gani. Hasa kwa nini tufanye hivyo wakati mwanzo ulisema tukae mbali na ndugu na utaki tuingilie kwenye maisha yetu? Sijasema na waruhusu kutuingilia maisha yetu, ila nataka tutambuane kidogo tu. Haiko sawa mimi kuishi naye nikiwa namjua ndugu yako mmoja tu, na hata kwako natakiwa kuwatambua ndugu zangu wengine, sio kujuana na Jolo tu. Kwani lazima iwe sherehe ndio tujuane au? Uone kama tunapoteza pesa ambazo zitakuwa kutusaidia sisi na maisha yetu wenyewe. Kama sivyo tutajuana vipi sasa? Nadhani tungeweka utaratibu mzuri wa kutokea kwenye matukio mengine ya kijamii kama vile harusi za watu, misiba, huko ndo tungejuana na kutambulishana kidogo kidogo. Kuliko kusema uweke sherehe kubwa au ualike ndugu wote ndio tutambulishane. Au ni matumizi mabaya ya pesa? Sawa, nimekuelewa. Hasa mbona unaondoka na tujaweka mazingira sawa hapa? Mazingira yapi tena? Mimi naenda zangu kazini. Sawa. Kazi njema mume wangu. Sasa huwezi amini. Ile siku nikutana mwanamke unafanya kiasi kwamba nilijua ni wewe. Na nilijaribu kuongea naye, maana mazingira alomkuta yalinishtua sana. Sasa kwa nini uondoke bila kuniaga? Umeenda wapi? Sawa, nikukuta nyumbani.